Hello, mambo vipi mabibi na mabwana. Karibu kwenye kipindi chetu cha Jibu la ChatGPT kutoka hapa Sampromo Media, kinacholenga zaidi kujibu maswali yote yenye utata kwa kutumia akili bandia. Naam, bila kupoteza muda, swali letu la leo ninamuuliza ChatGPT, kati ya timu ya Simba Sports Club na Young African, ni timu gani ni bora kuliko timu nyingine? Hello ChatGPT, nataka kujua kati ya timu ya Simba Sports na timu ya Young Africa, kwa kuangalia mashindano yote, mashindano ya ndani hasa ligi kuu na mashindano ya kimataifa, ni timu ipi ni bora kuliko timu nyingine? Karibu sana. Swali hili linagusa jambo lenye hisia na upendeleo wa mashabiki, kwa kuwa timu ya Simba Sport na timu ya Yanga Afrika ni timu kubwa na maarufu Tanzania, na zote zimefanikiwa kwa njia zao tofauti. Ubora kati ya hizi timu inategemea muktadha, lakini kila timu ina sifa zinazoifanya kuwa bora kwa mashabiki na wapenda soka. Tukikumbuka msimu uliopita, timu ya Yanga Afrika imeonekana kuwa bora zaidi katika ligi kuu ya NBC Tanzania bara. Yanga wamefanikiwa kutoa ubingwa kwa mara ya 3 mfululizo, wakimaliza msimu uliopita wakiwa na pointi 80 baada ya mechi 30, huku wakishinda mechi 26, sare 2 na kupoteza 2 pekee, chini ya kocha wao Gamondi, na kufika fainali ya kombe la shirikisho kafu. Huku Simba Sport wakimaliza msimu wakiwa nafasi ya 3 kwa pointi 69 sawa na Azam FC, lakini wakizidiwa kwa tofauti ya mabao ya kufunga na kufungwa. Ingawa Simba walionyesha mwanzo mzuri wa msimu kwa ushindi wa 4-0 dhidi ya Fountain Gate na 3-0 dhidi ya Tabora United, kabla ya kukubwa na changamoto za ufanisi na muunganiko wa kikosi kipya. Sasa, kwa kuzingatia matokeo ya mechi na mwenendo wa timu zote mbili, mpaka sasa Yanga Sport wanaonekana kuwa na nafasi kubwa ya kutetea ubingwa wao msimu huu. Hata hivyo, mpira wa miguu hauna uhakika, na Simba Sport wanaweza kurejea kwa nguvu baada ya mashindano ya kimataifa na kuleta ushindani mkali. Katika msimu wa 2024-2025, timu za Tanzania Yanga Afrika na Simba Sport zimeonyesha mafanikio makubwa katika mashindano ya kafu, kila moja ikiwa na safari ya kipekee barani Afrika. Ikiwa Simba Sport kilabu imeshiriki kombe la shirikisho Afrika kafu, ambapo hatua ya makundi Simba Sport ilipangwa katika kundi A pamoja na Sfaxien ya Tunisia, Constantine ya Algeria na Bravos do Maquis ya Angola. Mafanikio ya hivi karibuni Simba ilianza kwa ushindi wa 1-0 dhidi ya Bravos do Maquis, ikionyesha mchezo mzuri na udhibiti wa mpira. Mpaka sasa Simba Sport imefuzu hatua ya fainali ya kombe la shirikisho Afrika na itakutana na RS Berkane ya Morocco. Mchezo wa kwanza utafanyika tarehe 17 Mei 2025 mjini Berkane, na marudiano yatakuwa tarehe 25 Mei 2025 katika uwanja wa Benjamin Mkapa, Dar es Salaam, ambapo Simba inaweza ikashinda taji nyumbani. Huku Yanga Afrika ilishiriki ligi ya mabingwa Afrika kafu, ambapo hatua ya makundi Yanga Afrika ilipangwa katika kundi A na kupata matokeo mabaya. Mechi ya kwanza Al Hilal 2 kwa Yanga 0 ilipoteza mechi ya ufunguzi. Mechi ya pili Yanga 1 TP Mazembe 1 sare ya nyumbani. Mechi ya tatu MC Alger 1 Yanga 1 sare ugenini. Mechi ya 4 TP Mazembe 1 Yanga 1 sare nyingine ugenini. Mechi ya 5 Al Hilal 0 Yanga 1 ushindi muhimu ugenini, bao la Stefane Azizki. Mechi ya 6 Yanga 0 MC Alger 0 sare ya mwisho nyumbani iliyowatupa nje ya mashindano. Licha ya mafanikio yake, Yanga ilikumbwa na changamoto za kiufundi, ikiwa ni pamoja na mabadiliko ya benchi la ufundi baada ya matokeo yasiyoridhisha katika ligi kuu ya NBC. Ujio wa kocha mpya wa Yanga Afrika, Milord Hamdi, aliyechukua nafasi ya Ramovich, ameleta mabadiliko makubwa katika mbinu za uchezaji wa timu hiyo msimu wa 2025. Tangu kuteuliwa kwake mnamo Februari 4, 2025, Hamdi ameonyesha mtazamo wa kisasa na wa kushambulia zaidi, akisisitiza nidhamu ya kiufundi na umoja wa kikosi. Mbinu kuu za uchezaji chini ya Milord Hamdi.
Moja, shinikizo la juu na umiliki wa mpira. Hamdi anapendelea timu yake kucheza kwa shinikizo la juu, ikilenga kuumiliki mpira na kuwazuia wapinzani kuanzisha mashambulizi. Katika ushindi wa 6-1 dhidi ya KMK, alieleza furaha yake kwa jinsi wachezaji walivyotekeleza mpango wa kucheza kwa umoja na kushambulia kwa kasi, akisema, walicheza kwa umoja, walitaka kushambulia, walitaka kufunga na walitaka kucheza kama timu moja kwa kiwango cha juu. 2. Kujenga mashambulizi kutoka nyuma. Hamdi anasisitiza umuhimu wa kujenga mashambulizi kuanzia safu ya ulinzi, akitumia mabeki wake kama sehemu ya kuanzisha mashambulizi. Katika ushindi wa 8-1 dhidi ya Stan United, Yanga walionyesha uwezo wa kutumia nafasi na kuunda mashambulizi kupitia maeneo muhimu, wakitumia mabeki kama Bathka na Mwamnyeto kuanzisha mashambulizi. 3. Nidhamu ya kiufundi na ushirikiano wa kikosi. Hamdi amesisitiza nidhamu ya kiufundi na ushirikiano wa kikosi kama nguzo kuu za mafanikio ya timu. Baada ya ushindi wa 2-1 dhidi ya Singida Black Stars, alieleza kuwa ushindi huo ulitokana na utekelezaji mzuri wa mipango ya kiufundi na nidhamu ya wachezaji. 4. Mabadiliko ya kisaikolojia na ari ya ushindi. Hamdi amefanya kazi ya kubadili mtazamo wa wachezaji wake, akiwahimiza kuwa na ari ya ushindi na kujiamini. Alieleza kuwa baada ya sare ya 0-0 dhidi ya JKT Tanzania, timu ilionyesha mabadiliko makubwa ya kisaikolojia katika mechi dhidi ya KMK, ambapo walicheza kwa kiwango cha juu na kushinda kwa mabao mengi. Ufanisi wa mbinu hizi zimeleta mafanikio makubwa kwa Yanga, ikiwa ni pamoja na ushindi wa Kombe la Mapinduzi. Tukimtazama kocha mpya wa Simba Sport, Fadlu Davids, ameleta mabadiliko makubwa ya kimfumo na mbinu za uchezaji katika msimu wa 2024-2025. Mbinu zake zimeifanya Simba kuwa timu yenye ushindani mkubwa ndani ya nchi na katika mashindano ya kimataifa. Mbinu za uchezeshaji wa kocha Fadlu Davids. Moja ni high pressing. Davids anapendelea timu yake kushambulia kwa kasi na kuwabana wapinzani wao mapema, hasa katika mechi muhimu kama dhidi ya Tanzania Prisons. Hii inasaidia Simba kumiliki mpira na kuzuia mashambulizi ya haraka ya wapinzani. Beki wa kulia Kapombe ni beki mwenye uzoefu mkubwa ambaye anatumika kama sehemu ya kwanza ya shinikizo. Anapanda mbele kwa kasi na kuwazuia wachezaji wa pembeni wa timu pinzani. 2. Umiliki wa mpira na mabadiliko ya haraka. Hii mbinu ya Davids inasisitiza umiliki wa mpira na mabadiliko ya haraka kutoka kwenye ulinzi kwenda kwenye ushambuliaji. Hii imeonekana katika mechi dhidi ya Al Masry, ambapo Simba walitoka nyuma kwa mabao 2-0 na kushinda kwa mikwaju ya penalti. Chini ya uongozi wa Fadlu Davids, Simba imekuwa timu yenye mbinu za kisasa na ufanisi mkubwa. Mbinu zake za shinikizo la juu, umiliki wa mpira na uwezo wa kubadilika kimbinu zimeifanya Simba kuwa na ushindani mkubwa katika ligi kuu ya Tanzania na mashindano ya CAF. Mafanikio haya yanatoa matumaini makubwa kwa mashabiki wa Simba na soka la Tanzania kwa ujumla. Na ulinganisho wa ufanisi wa hizi timu mbili kati ya Yanga Afrika iliwakilisha Tanzania katika mashindano ya juu kabisa ya vilabu barani Afrika, bahati mbaya imekumbwa na changamoto katika hatua ya makundi. Japo ligi kuu inaongoza kwa point 4 ikiwa ni sawa ya michezo japo ligi inaendelea. Huku Simba Sport imepiga hatua kubwa katika kombe la shirikisho, ikifikia fainali na kuwa na nafasi nzuri ya kutoa taji la kwanza la CAF katika historia ya klabu hiyo na timu za Tanzania. Kama ulivyosema, upo live kwenye kipindi cha Sampromo Media. Sasa tuwakaribishe wasikilizaji kutoa maoni yao. Karibu. Naam, na hilo ndio jibu la ChatGPT kama mlivyosikia, na ikumbukwe kwamba mazungumzo yote uliyoyasikia ni mtazamo wa akili bandia. Nini maoni yako kuhusiana na hili? Tuandikie hapo chini kwenye comment section, lakini pia kama una swali unatamani kuliuliza na unahisi lina utata, unaweza kutuandikia nasi bila shaka tutaliuliza na litapata majibu. Naam, ulikuwa na mimi Samuel Fadhili, mhamasishaji wa matumizi chanya ya teknolojia. Endelea kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii, Instagram, Facebook, TikTok na YouTube kwa jina la Sampromo Media kupata habari nyingi zaidi. Naam, bye bye, see you next time.
Karibu Sam Promo Brand, tukutangazie biashara yako.